chuma hunoa chuma, kadhalika moyo wa mtu na mwenzie. Misali 13:20 anasema, enenda na wenye hekima nawe utakuwa nayo hekima. Kwa ukianza kuongozana na mtu ambaye ana hekima, ana akili, ana upako, ana nguvu, anaweza kufanya sana uinjilisti, ni mwimbaji wa kiwango, anaimba kwa kiwango kizuri, anapenda kumtukuza Mungu, anasema enenda na wenye hekima nawe utakuwa nayo hekima. Kuna transaction za kiroho zinatokea, vitu vinaambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, kwa sababu mambo ya kiroho ni transferable, yanahama. Kwa hiyo hii hekima asingeizungumza kwamba ukienenda na mwenye hekima na unapata hekima kama uwaga hayami, lakini inahama. Ukiongozana na mtu mwenye hekima inahama. Ukianza kuwa rafiki ya mtu muombaji, yani ana upako wa maombi, na wewe utajikuta unaanza kuwa muombaji, maana atakufundisha kuomba, atakwambia twende tukaombe, atakwambia twende tukahubiri. Utaona anahubiri pale, anaikemea dhambi, anaishambulia dhambi kwa nguvu zote, na wewe ukipewa siku maiki utajikuta unaishambulia dhambi, kwa sababu ile roho imesha kuvaa na wewe. Sio mimi, ni Biblia inasema enenda na mwenye hekima nawe utakuwa na hekima. Ukitembea na malaya, ukiwa unaongozana na malaya, na mtu mchafu, na mtu mlevi, na mtu anayependa sana kutumia bia, utajikuta na wewe ile tabia inaanza kukaa ndani yako. Unaanza na wewe kujifunza mienendo mibaya kutoka kwa yule mtu. Unaweza ukasema mimi huyu atakuwa rafiki yangu, lakini mwenendo wake sitai. Ni roho inaama, roho inaama, inarukia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hata kama kuna mtumishi unamfahamu, unaona ana upako fulani hivi, alafu we kama unahisi ule upako unauhitaji, unatamani na we uje kwako ule upako, ambatana naye. Akikwambia nina huduma sehemu fulani, unaenda naye, mwambie na kusindikiza. Akikwambia leo ninaenda kuhubiri mtaa kwa mtaa, nenda naye. Akikwambia nina maombi mlimani, nenda naye. Akikwambia leo nina huduma sehemu fulani, nenda naye. Ongozana naye, mfuate. Ile roho itahamia kwako na wewe. Ni mambo ya kiroho. Haleluya, haleluya. Angalia jinsi Elisha alivyopata upako. Elisha alipata upako, power kubwa, kwa kuambatana na nabii Eliya. Nabii Eliya aliitwa kwenye huduma ya kinabii. Biblia inasema kwamba Elisha alikuwa ni mkulima wa ardhi, lakini Mungu alivyomchagua Elisha kuwa nabii, alimwambia Eliya, nenda kamchukue Elisha mwana wa Meshaki-Behori, kamfanye kuwa nabii mahali pako. Kwa Eliya akarudi mpaka janga la Basheba, kwa njia ya Basheba akaenda kumkuta Elisha analima na ng'ombe zake. Yuko bize na ng'ombe zake, hana mpango wa huduma, hana mpango wa kumtumikia Mungu. Yeye alikuwa ni mtumishi wa anajirimia hali zake, anaendelea na mambo yake. Lakini Eliya alivyopita jirani na Elisha, Biblia inasema alichukua vazi lake akaliweka juu ya Elisha. Ghafla upako wa kulima ukaisha, akajikuta hawezi tena kulima, anaanza kusikia kiu ya kwenda kutumika. Akamwambia Eliya, nipe ruhusa nikawage watu wangu. Biblia inasema akaenda akawaga watu wake, akachinja. He destroyed his business totally. Alichinja wale ng'ombe wote aliokuwa anatumia kulima, akawapa watu wakala, wakanywa supu kijiji chake chote. Akamwambia, jamani, nimeitwa kwenye utumishi, naenda zangu kwenye utumishi.
Aliitwa ndio kwenye utumishi, lakini alitakiwa ajifunze huduma ya utumishi na kaeje, ajifunze huduma ya kinabii na kaeje. Kwa alianza kuambatana na Elia. Elia akienda sehemu fulani, Elisha yupo. Elia akienda sehemu fulani, Elisha yupo. Alikaa kwanza chini, alikaa chini ya Elia, akajifunza zile huduma ya kinabii inafanyika namna gani. Haleluya. Sio lazima ujifunze huduma ya kinabii. Wewe unaweza ukachagua kujifunza huduma ya kiuinjilisti, unaweza ukachagua kujifunza huduma ya kuongoza maombi, unaweza ukachagua kujifunza huduma ya kuwa mhamasishaji wa kazi ya Mungu, unaweza ukachagua kujifunza kuwa na huduma ya kushuhudia nyumba kwa nyumba. Unapita nyumba kwa nyumba kwa sababu umeona kuna mwenzako kila Jumamosi anachukua Biblia, anapita nyumba ya kwanza, anapita nyumba ya pili, anashuhudia watu. Unakaa chini yake, unajifunza. Upako utaingia ndani yako na wewe utajikuta tayari. Hata kama huyo mtu akihamishwa, akihamia Dodoma, amehamia Iringa au kaenda Mbeya, utajikuta ile huduma wewe bado unaendelea nayo, wewe unaiendeleza ile kazi. Maana kazi ya Bwana ni kubwa sana, haitakiwi ifanywe na mtu mmoja. Bwana anaweka mfumo wa kuambukiza upako kwa sababu anajua kazi ya Bwana lazima ifanywe na watu wengi na wala sio mmoja. Haleluya, haleluya. Kazi ya Mungu yoyote ile, sifa ya kazi ya Mungu ni kubwa, ni kubwa. Mtu mmoja akikwambia anaiweza, anakuongopea. Kwa Mungu anafanya mfumo wa kuambukiza upako na watu wengine ili ile kazi ifanyike na wengi kwa wengine na wengine. Haleluya. Anaambukiza, anawapa na wengine. Yaani ukiona kuna kazi Mungu amekupa ya kuifanya, hiyo kazi ni kubwa. Inaweza kawa ni kubwa hata kiumri. Yaani wewe muda wako wa kuishi miaka 90 ni mchache kuliko hiyo kazi inavyohitajika. Hiyo kazi unaweza kukuta inahitaji miaka 600. Kwa kwenye ile miaka 90 utakao kuwepo, Mungu atakutumia, lakini atahakikisha ule upako unahamia na kwa watu wengine, ili hata kama wewe Bwana akikuchukua ile kazi izidi kuendelea. Ndio maana huwa anahamisha upako, anaambukiza na wengine. Lakini mwanadamu ni mwanadamu. Akiwepo hapa Dar es Salaam, hawezi kuwepo Bukoba kwa wakati huo, hawezi kuwepo Tabora kwa wakati huo. Kwa hiyo atahakikisha yule mtu ambaye anahudumia hapa Dar es Salaam, upako unahamia kwa mtu ambaye anaweza akaenda kuifanya kazi na huko Tabora. Unahama upako. Kwa kanuni mojawapo tumesema kuambatana na yule mtu ambaye unadhani ana upako wa hicho kitu. Unafuatana naye, unakaa chini yake, unajifunza, unaangalia anavyofanya. Unajua kwa nini Elisha aliweza kugawanya mto Yordani? Kwa sababu alimuona Elia anagawanya Yordani. Alitoa vazi la juu, akapiga maji akagawanyika. Wakaendelea mbele. Walipofika kule, Elia akatwaliwa juu, kaondoka. Akabaki Elisha peke yake. Anarudi namba moja, anakutana na kizingiti kile kile cha mto Yordani. Akalichukua lile vazi, akasema, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Mungu wa Elia? Yuko wapi Mungu wa Elia? Kwa alifanya kwa sababu aliona master wake anafanya nini, mpaka kaanza kufanya kazi. Ambatana, mng'ang'anie huyo mtu, ana kitu chako. Ndio maana kuna baadhi ya watu utakuta ukiwa naye, akiwepo jirani, unajikuta kama huwa anakuinua kwenye huduma, kama anakuinua kwenye huduma, akihubiri kama anakubariki hivi, kama ukiongozana naye kama anakuinua kwenye huduma, ujue huyo mtu ana chaji zako zipo. Unatakiwa ukinge bomba vizuri, inatakiwa ukinge bomba vizuri. Kuna chaji zipo ambazo unatakiwa uzipate kutoka kwake. Aina ya watu wenye upako wa kukusaidia, utakuta akihudumu ni kama kuna namna anakusaidia fulani hivi, kama anakubariki, kama akitumika, kama anainua roho yako hivi, kama unatamani hivi na siku nyingine umsikilize hivi, ujue ana chachi ambazo zinaweza zikakusaidia na wewe. Haleluya, haleluya, haleluya.
Elisha kabla hajapokea upako, Elia alimwambia, Bwana amenituma niende mpaka Betheli, kaa hapa. Elisha akasema, hapana, kama roho ya Bwana ishivyo nitakufuata mpaka Betheli. Wanaenda naye. Elia hapo anajua kwamba Bwana ameshaniambia ananitwaa. Kwa alikuwa anatengeneza mazingira aangalie Elisha ana kiu kweli, anataka kweli kupokea kile kitu. Akamwambia, kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana ishivyo tutaenda wote mpaka Betheli. Wakaenda mpaka Betheli. Elisha alipofika Betheli akafanya huduma pale Betheli, akakaa siku kadha wa kadha. Baada ya hapo akamwambia Elisha, Bwana amenituma niende mpaka Yeriko, kaa hapa niache mimi niende. Kwa nini? Kwa sababu Elia alikuwa hataki Elisha aone yeye akiwa anaondoka. Kwa alikuwa anamtengenezea mazingira ya kwamba kaa usione. Elisha anasema, kama roho yako ishivyo na roho ya Bwana ishivyo nitakufuata mpaka Yeriko. Tunaenda wote. Anang'ang'ana. Wakaenda mpaka Yeriko, na walipokuwa wanafika Yeriko, wale manabii wengine walikuwa wanamwambia kwamba, Elisha, je, unajua ya kuwa siku ya leo Bwana atamtoa master wako asiwe pamoja nawe? Anasema, nyamazeni, maana najua Bwana atamtoa siku ya leo. Nyamazeni, nyamazeni, mimi na mbana huyu mtumishi wa Mungu haondoki kabla hajaniachia upako wangu, haondoki. Elia akamwambia Elisha, kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Elisha anasema, sikuachi, sikuachi mpaka unakoenda, sikuachi. Tunaenda wote mpaka Yordani. Wakaenda mpaka Yordani. Walipofika ukingo wa Yordani, akachukua lile vazi la juu akayapiga maji yakagawanyika, wakapita katika mto Yordani, mto mkubwa unaosumbua, wakapita kama pakavu. Walipovuka, Elia akamwambia, Bwana ananitoa, omba nikufanyie kitu gani kabla sijaondoka Yeriko? Elisha akasema, naomba sehemu maradufu ya roho yako, sehemu maradufu, yani double portion of your anointing. Nipe, yani kama Elia alikuwa anatumika kiasi cha pipa moja, Elisha anataka upako wa kutumika kiasi cha mapipa mawili. Anasema, nipe double portion of your anointing. Elia akamwambia, umeomba jambo gumu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu lazima ujue kupokea upako muda mwingine ni kitu kigumu, sio chepesi chepesi. Ila kupokea Roho Mtakatifu ni kitu rahisi, kwa kuwa moja ni ahadi ya Bwana. Kwa mtu yoyote anayeokoka, zawadi namba moja anayopewa ni Roho Mtakatifu, ili yule Roho Mtakatifu amshuhudie ndani yake kwa habari ya dhambi, utakatifu, amfundishe kutembea kwenye wokovu, kuishi maisha mema, kufanya nini. Kwa Roho Mtakatifu, it is a spirit of God, ni roho ya Mungu ndani ya mtu. Lakini upako ni power ya kiroho. It is a spiritual liquid, ni kimiminika cha kiroho. Haleluya. Elia akamwambia Elisha, umeomba neno gumu, lakini ukiniona ninapoondoka utapokea. Ama ukuniona, je, lile gomi yako imekula kwako hiyo? Elisha akakaa chonjo, anakaa chonjo, anajua muda wote hapa kuna kitu kinatokea. Akakaa chonjo na kuambia, ghafla wakaanza kuona gari la moto na farasi wanakuja, wanalifuta gari la moto, linakuja mbio mbio. Biblia inasema kwamba likamtenga Elisha na Elia. Lile gari la moto likamchukua Elia, linaenda naye juu. Achana na tamaa ya magari ya dunia hii. Mbinguni kuna magari, teknolojia yake imeenda juu sana. Yapo magari yanayopaa Bwana, magari yanayowaka waka moto Bwana. Haya magari sijui Ferrari, Lamborghini, hizo hazioni ndani. Yapo magari ya kiroho, achana na Prado. Yapo magari teknolojia yake imesogea, magari yanaenda kasi, yanapata kupaa. Ndilo gari lililombeba Elia likaondoka naye kwenda naye mbinguni. Elisha kalia, Bwana wangu, Bwana wangu, baba yangu. Gari la mpanda farasi na wapanda farasi, vazi likamwangukia, akaliokota lile vazi, akapokea upako. Baada ya kutumika pamoja na Elia miaka kadha na kuwakaza na kung'ang'ana mpaka point ya mwisho, he got the anointing.
ni kanuni ya kuambatana. Kuna upako, mtumishi wa Mungu, lazima nikwambie, kuna upako Mungu huwa anatoa upako, lakini kuna upako mwingine inatakiwa upate kutoka kwa watu. Kuna watu Mungu atakuletea, they already have anointing. Unahitajika tu kujiunganisha nao, ujue tu kanuni ya kuchota kutoka kwao, utumike pamoja nao kwa uangalifu, utapokea upako. Haleluya, haleluya. Kanuni ya pili ni utumishi. Hivyo hivyo, hii ni kanuni ambapo unapata upako baada ya kutumika kwanza. Haleluya. Kuna watu hawatakuja kujua kuhubiri kama hawajajifunza kudeki kanisa kwa mwaka mzima. Hawatakuja kujua kuhubiri. Kuna watu hawatakuja kujua kufanya kitu fulani cha kimungu kama hawajapita darasa la chini la kutumika. Kwa hiyo inaitwa kanuni ya utumishi. Unatumika kwanza, kisha unapata upako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Yoshua sura ya kwanza, neno la Mungu linasema hivi. Haleluya. Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, mtumishi wangu Musa amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ile ni wapayo wana wa Israeli. Umesoma vizuri hapo mtumishi. Narudia tena, angalia, sikiliza kwa makini. Anasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wake Musa. Yoshua alikuwa anamtumikia Musa, umeelewa? Kiasi kwamba Musa alikuwa akihitaji kuomba. Ndio maana atakule anasema kwamba Musa mikono yake ilivyokuwa mizito kuomba, wakina Yoshua alikuwa anamsaidia. Kwa Musa muda mwingine alikuwa anamwambia Yoshua, niletee fimbo ile. Yoshua anapeleka. Nenda kanichukulie ile Biblia niletee. Yoshua anaipeleka. Wanaondoka. Andika hizi mbao haraka 2, anaondoka. Andaa hichi kitu fulani, anaondoa. Soma hapa. Haya mimi sijasoma haya maandiko kutoka kwenye kitabu cha Kinyakyusa. Nimesoma kwenye Biblia. Anasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Mungu, Bwana akanena na Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wake Musa. Kwa Mungu alikuwa anatambua kwamba Yoshua kwa sasa ananitumikia mimi chini ya Musa. Ndio anasema, akasema na Yoshua mtumishi wake Musa. Kwa Yoshua alipokea upako wa kuendeleza gurudumu la kusogeza wana wa Israeli mbele baada ya kutumika chini ya Musa kwa miaka ya kutosha. Acha mikeke, acha papala mtumishi wa Mungu. Kama Mungu amekuweka umsaidie salingo, kaa chini ya salingo, jifunze. Tumika kwa uaminifu. Musa alivyoondoka, ule upako ukakaa kwa Yoshua. Yoshua akashika gurudumu, akaanza kuendesha. Ndio maana kuna baadhi ya upako uwaga hata hawahangaiki watu kuchagua. Wanasema kwamba hichi jambo aliyekuwa anafanya ni nani? Alikuwa anafanya fulani. Makamu wake alikuwa ni nani? Fulani, achukua fulani, endelee. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini yule kuna vitu amejifunza na Mungu, kuna vitu vingine vilikuwa vinaangukia pale. Kwa una na nafundisha vitu vigeni. Haleluya. Sijasema umwabudu. Sijasema umwabudu. Ukimwabudu hilo la kwako sasa. Lakini unatumika chini yake. Akikwambia tuna mkutano wa Injili, unawahi, upo naye. Tuna maombi ya kifrende, upo naye. Watu wa Mungu, mimi nilitumika na kipindi hicho nilikuwa sijui hata hizo kanuni za upako. Mungu alinipa mtu, nimetoka tu kuokoka, akanipa mtu jirani yangu. Alikuwa ni mwinjilisti.
Kwa muda mwingine alikuwa ananiambia kwamba tunaenda sehemu fulani, nikawa najikuta napenda kwenda naye, tunaenda. Nikawa najikuta muda mwingine ananiambia kwamba tunaondoka tunaenda sehemu fulani, na wahi namblashia viatu mimi mwenyewe, wala sisubiri ablashi mwenyewe. Na wahi naenda namchukulia chakula na muandalia. Nilikuwa ni mchanga, sijui hata hizo kanuni. Leo ndo naanza kujua. Bwana Yesu asifiwe. Anawahi namnyoshea nguo, tukakaa naye hivyo. Baada ya muda watu wakaanza kuniita jina la yule, kwa sababu alichokuwa nakifanya yule kikao kinafanana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unatumika chini yake kwanza mtu mwenye upako. Ni kanuni ya kiroho, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Wafalme wa 2:3-11 Biblia inasema hivi, lakini Yehoshafati akasema, je, hapana nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yuko hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono ya Eliya. Umeona utumishi wa Elisha ulivyokuwa? Alikuwa akimimina maji juu ya mikono ya Eliya. Kwa Eliya akitaka kula, Elisha anamiminia maji. Amemaliza kula, anamnawisha mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya 3 na ya mwisho kwa sababu ya muda. Kutumika pamoja na mtu mwenye upako. Haleluya. Hii saizi naimalizia tu, naizungumzia tukiwepesi kwa sababu nimeihubiri mchana. Haleluya. Daudi alipoona vita imechangamka, imepamba moto, alikimbilia kwa nabii Samueli. Nabii Samueli alimchukua Daudi akaenda naye kwenye kambi ya maombi, akakaa naye pale, wakawa wanaomba huko na Yosi. Daudi akapata upako wa kuhimili mikiki ya vita. Waliomba pamoja na Samueli. Kwa hiyo Biblia inasema, enenda na wenye hekima nawe utakuwa nayo hekima. Ukiona kuna mtu anaomba na wewe unatamani kwenda viwango vile, omba naye. Ukiona kuna mtu anaimba kwa viwango ambavyo unahisi na wewe unataka kwenda huko, unda naye urafiki. Muulize unafanya mazoezi saa ngapi, huwa unatumika wapi, muulize siri zake, anafanya nini. Atakwambia mwenzio sinywaji maji ya baridi, mwenzio sifanyaje kitu fulani. Atakufundisha, utaenda kwenye level zile kule juu. Bwana Yesu asifiwe. Ziko kanuni kaza wa kaza, lakini nasikia msitizo wa Roho Mtakatifu kwamba inatosha.